والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه wasallam. Mashaallah, tabaraka rahman. Leo tumebahatika kumpata mgeni ambaye ni Dr. Athman Adi ambaye yuko mbele yenu. Jazakallah. Naam, tuko na Dr. Athman Adi ambaye yuko mbele yenu, mashaallah, tabaraka rahman. Kwa kweli ni fursa adhimu ambaye kutoka Darul Ilaj iko Mombasa, hapa Malindi pia iko upande wa hapo BP Has. Darul Ilaj iko hapo Nairobi mpaka Lamu, kila sehemu. Mashaallah, tutafaidika naye inshallah. Faliyatafadhal mashkura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira, thumma amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, sina budi kurejesha shukrani kwa wasimamizi wa msikiti kama huu ambao wamenipa nafasi kama hii ili mufaidike na mimi pia nifaidike kutoka kwenu. Kwa hakika ya kuzungumzwa ni mingi sana, na kila siku tunasikia mazungumzo tofauti, lakini kuna mazungumzo ambayo kwamba ni muhimu zaidi, kwa sababu tunahitajia kila siku, sio mchana sio usiku, kila jisaa, kila dakika inayopita kuna mazungumzo ambayo kwamba sisi tunahitajika tusikie mazungumzo kama haya. Mazungumzo yenyewe ni mazungumzo ambayo kwamba inafungamana na afya yetu. Afya ya mwanadamu inamzunguka katika masaa 24. Kama ni kula na starehe zingine ni baadhi ya masaa tu, baadaye utakuwa umeshamaliza, lakini afya inakuhusu masaa 24. Na masaa 24 kama haya, kama hayakuhusu wewe, basi yanamhusu mzazi wako. Kama sio mzazi wako, basi ni mtoto wako. Kama si mtoto wako, mke wako. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni kubwa sana, tukaona leo tulizungumzie. Maadamu wengine wanafaidika sehemu za mbalimbali, mbona hapa watu sifaidike? Kwa hivyo ya shekhi wetu akatolelea pia leo tuje ili watu wapate kufaidika. Tukisema afya ya mwanadamu imezungumziwa na Uislamu mara nyingi sana katika Qur'ani, vile vile pia imezungumziwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Afya kwa umuhimu wake imepelekea mpaka Mtume sallam akatuamrisha tutafute hiyo afya yenyewe, ama tutafute dawa. Lidhalika qala sallam tadawu ya ibadallah. Mtume sallam anasema tafuteni dawa enyi Waislamu, tafuteni dawa pale ambapo kwamba iko. Hii yaonyesha kwamba umuhimu wa mtu kuwa na afya, mpaka Mtume sallam akatuamrisha sisi tutafute dawa. Ulama usul wanasema yani al-amru yufidu al-wujub. Amri kija katika Qur'an na katika sunna inamaanisha kwamba ni lazima mtu aitekeleze jambo kama ile. Lidhalika baadhi ulama ilipelekea kusema ikana kwamba kutafuta dawa ni wajibu kwa kila Muislamu. Lazima utafute afya. Lazima utafute afya katika nafsi yako, lazima utafute afya katika familia yako, lazima utafute afya katika mtoto wako. Haiwezekani mtoto wako, mke wako, mzee wako nyumbani yani mgonjwa, wewe ukae tu nyumbani useme basi mimi namwachia tu Mwenyezi Mungu mpaka pale atakapokuja shifa yake. La, lazima utafute. Utoke uende nje urudi. Utoke sehemu ambapo kama unajua hapa utapata dawa, basi ile sehemu lazima ufike. Lidhalika ulama wanasema hadha min babi akhdh bil asbab. Lazima utafute sababu. Lazima utafute sababu. Kwa hiyo nimeonelea leo tuzungumze baadhi ya magonjwa ambayo kwamba yanatukosesha furaha katika maisha yetu. Kuna magonjwa ambayo kwamba yanakosesha furaha katika maisha yetu, na vile vile haya magonjwa yakiingia katika family, basi inafilisisha family yote. Kwanza wanakosa furaha. Kama ingekuwa tu wanakosa furaha, basi mengine wanao sawa. Wanakosa furaha kwanza, pili wanakosa maisha yao.
bimaana watu nyumbani hawana akiba. Mimi nimetembelea baadhi ya majumba, wengine nikiingia na sisi tumeuza kila kitu, tumbakia hivi tu. Basi ingekuwa fadhali basi wameuza kila kitu na mgonjwa amepona, la mgonjwa bado yuko kitandani na ni mgonjwa vile vile. Kwa hiyo kuna muhimu sana ya kufuatilia tuone ni magonjwa gani haya ambayo kwamba turegesha sisi nyuma. Mbona miaka 5, 6, 7 mbele yanapita, sisi tuko vile vile tu. Huna hata kijumba cha kujistiri, hujamjengea mzazi wako, hujajenga mustakabali wa watoto wako, wewe mwenyewe pia hujajenga popote. Ukipiga hesabu kwamba umetumia pesa ambazo umetumia katika mwaka mzima, hizo pesa ungeweza kujenga labda wewe na familia yako. Kwa hivyo tujikinge sana na haya magonjwa ambayo kwamba tutaenda kuzungumza. Tutataja baadhi ya magonjwa kama 2 matatu, kisha baadaye nitawauliza kama labda kuna ugonjwa mwingine hasa ambao kama unapatikana katika kijiji kama hichi, ambao labda mnauona ni ugonjwa ambao kama ni chronic sana na unaregesha watu nyuma, yani mujtama. Tukizungumza hivi hatuzungumzi kama ni Waislamu peke yake. Katika elimu ya tiba sisi tunalenga Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa sababu unapomtibu mwanadamu unapata afya, ile ni afya yake mwenyewe. Haijalishi kwamba huu ana dini fulani wala huu ana dini, la. Sisi tunaangalia yani al-insania, yani ule ubinadamu. Kwa hivyo tukizungumza hivi tunazungumza mujtama wa Kiislamu na vile vile pia kwamba sio Waislamu sisi tunawasaidia. Kwa sababu katika mimbabil musaada yani katika mlango wa musaada haiangalii huyu ni kafiri huyu ni Muislamu, wala haangalii huyu ni hayawani ambapo kwamba yani maakulu laham au ghair maakulu laham, huwa haiangalii. Lidhalika mtapata yule mwanamke mzinifu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwanamke mzinifu yani ana makosa ya kuzini yani, alafu akaingia peponi kwa sababu kumpatia maji tu umbwa. Alimwona umbwa anakiwa, akachukua kiatu chake akamtilia maji akampatia. Hichi kitendo pekee kimemtia peponi. Huyu ni mnyama ambao kama ghair maakuli lahma, yani haliwi, yani katika dini haruhusiwi. Alafu huyu mtu amepata thawabu kupitia huyo mnyama ambao kwamba haliwi. Sio binadamu, ni mnyama, alafu kwamba haliwi na ni najisi yeye mwenyewe. Alafu kaingia peponi. Idhan fa kaifa al-insan? Yani vipi ukimsaidia mwanadamu? Kwa hivyo katika sisi tiba yetu tunalenga Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo haya magonjwa inawaathiri Waislamu na vile vile pia wasiokuwa Waislamu wanaathirika kana haya magonjwa. Ugonjwa wa kwanza ambao kama unaathiri sana na unafilisisha umma wa Kiislamu ni ugonjwa unaojulikana kama diabetic. Ugonjwa wa kisukari. Nafikiri mshasikia sana. Diabetic ni ugonjwa wa kisukari, Kiarabu inajulikana kama maradhu sukar. Ugonjwa kama huu unapompata mwanadamu unaanza kula mwili wake polepole, min haithu la yash'ur. Yeye hata ajui, anakaa mwaka wa kwanza mwaka wa pili, kama mimi na miaka sasa mimi na sukari hivyo, labda aridhike na dawa tu kwamba yatumia, lakini bado sukari yake iko pale pale. Kwa hiyo hii inaenda kuchafua system yake ya damu yake inachafuka tabana. Damu yake ikichafuka inaanza kuathiri mishipa midogo midogo katika mwili. Mishipa midogo midogo kama mishipa ya macho inaathirika. Na utasikia watu sana wa diabetic wanapoteza macho. Vile vile pia ni mishipa ya moyo, yani katika moyo pia kuna mishipa midogo huwa inaathirika. Ndio utasikia mtu akishikwa na moyo huwa mara nyingi anakuwa na diabetic. Vile vile pia mishipa ya figo inaathirika. Vile vile pia mishipa ya kiume, yani kwa wale wanaume, pia huwa inaathirika. Na mishipa mingi ambayo kama inaathirika baada ya hapo. Ishaathiri mshipa namna kama hiyo, sasa inakuwa damu tena haiwezi kuzunguka vizuri. Inakaa mwisho kule damu kabisa. Sema kidole cha mwisho kule, yani cha mguu. Inafanya kama damu nyeusi hivi. Siku bahati mbaya akienda kugonga jiwe ama kitu chochote inaanza kufanya kidonda. Kile kidonda kinakuwa hakipoi tena kwa sababu ile damu haitembei tena mpaka huko juu, inakaa kule chini. Inabidi sasa anafanywa operation, anakatwa kidole cha kwanza, cha pili, ama anakatwa mguu, anaendelea hivyo hivyo. Anapokatwa sasa wakati wa matibabu inakuwa ile sehemu ambayo kama imekatwa inafanya rangi nyeusi. Ile ni sumu, kwamba ile damu bado haijaanza kutembea. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna uwezekano wakati wote atakatwa tena sehemu nyingine, yani sehemu ya juu yake. Kwa hivyo inaenda hivi, family wanakosa furaha, family wanaenda kutafuta matibabu kila aina, kila siku operation bila manufaa yoyote.
Kwa hivyo ugonjwa kama huu ni katika magonjwa ambayo kwamba lazima tuwe na hadhari nao. Iwapo itaingia katika family, tuharakishe huyu mtu apate matibabu ya haraka sana. Tusikae tu tuseme tu huyu tushamzoea kwamba mimi nishazoea ugonjwa wangu wa sukari basi. Kando na hivyo pia anakula vyakula ambavyo vinamdhuru. Kwa hiyo hii anaenda kuathirika mpaka mwisho anaenda kukosesha family furaha na akiba zote zinaisha pale nyumbani. Kwa sababu ashaanzishwa kama hivyo kukatwa miguu tena inakuwa ni operation kila wakati na daktari inabidi arudi. Kwa sababu akianza kufanya kidonda inabidi ni kwa wiki mara 2 mara 3 aje daktari kumsafisha kidonda. Si kama nyinyi pale mtamsafisha nyumbani la, bali anasafishwa na nani? Na daktari. Daktari lazima mumlipe kuja paka pale na kurudi. Tumefahamiana mpaka hapo. Kwa hivyo hiyo ndio ugonjwa wa kwanza ambao kwamba unafilisisha mujtama wa Kiislamu na mujtama ambao kwamba sio wa Kiislamu. Tuangalie sasa ni jambo gani ambalo kwamba linasababisha, inatokeaje mpaka mtu anakuwa na diabetic. Ugonjwa wa kisukari kuna aina mbili, lakini tutazungumza tu kifupi kwamba mtu tukisema ameshikwa na sukari bi maana ile pancreas yake haitoi insulin vizuri, ama inatoa insulin lakini zile beta cells zake zinakataa. Kwa hivyo inakuwa mtu hana insulin nzuri ya kusaga sukari, ile sukari yake inaanza kupanda. Vitu tumefahamiana mpaka hapo. Kwa hiyo huyu mtu anafaa apate dawa za pancreas isimame, iwe anaweza kutumia chakula bila kutumia dawa. Lakini tukisema kwamba huyu mtu ale chakula kila siku na ale dawa kila siku muda wa miaka 5-10, lazima anakuwa mgonjwa tu. Na athari zote zinaletwa kwa sababu ile sukari. Anameza dawa kila siku na anakula chakula vile vile kila siku. Inatakana mtu ale chakula bila kumeza dawa. Ama ameze, iwapo ameze lakini iwe anapunguza dozi kila kukienda mbele. Tushafahamiana? Kila kienda mbele inafaa dozi apunguze. Sio kila kienda mbele yani iwe dozi anaongeza. Leo ni gramu 500 baada ya miezi 3-4 gramu 1000 baada anatumia sindano anaenda hivyo. La, inatakana arudi nyuma mpaka iwe ameacha kabisa kutumia dawa. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumefahamu. Kwa hivyo huu ni ugonjwa wa kwanza ambao kama ukiingia katika family unafilisisha family na unakosesha furaha. Ugonjwa wa pili ni ugonjwa wa figo. Ni kidney disease. Kidney disease ni magonjwa ambayo yanapatikana katika figo. Na katika figo tabani kuna magonjwa kama aina 3 ambayo kama yanajulikana sana kitaalamu. Ugonjwa wa kwanza ni kidney stone. Yaani figo inapata mawe. Ugonjwa wa pili wa figo ni kidney failure. Yaani figo inafeli kuchuja yani maji. Yaani maana figo haitengezi mkojo. Kwa sababu figo ina kazi nyingi, ikiwemo kwamba figo inahitajika itengeze nini? Itengeze yani mkojo. Kwa hivyo haitengezi mkojo ile figo. Ugonjwa tatu wa figo ni ugonjwa wa maambukizi, infection. Figo inapata infection iwapo mtu anakuwa na UTI sugu, inapanda kutoka sehemu ya siri kwa wanawake na kwa wanaume, inapanda mpaka inafika katika figo. Kuna watu wengine wanapata UTI wanawashwa sehemu zao za siri lakini hata hawashughuliki. Wanakaa mimi nishazoea nasikia tu na washawashwa basi natumia tembe. Nikija natumia tembe inakaa mpaka infection inapasa, sababu kama wadudu wanapanda mpaka wanaenda kutafuna figo. Inakuwa sasa mtu akojua hapa anakojua nini? Anakojua damu. Hapo sasa taharuki zinaanza hapo. Ianza sasa hapo ni michango, familia wanalia, familia hawana kitu, watu waanze ni kuuza viwanja, watu wanataka kuuza magari zao, wamama wauze dhahabu zao. Kwa hivyo kabla haijafikia hapo tunafanyaje? Kabla haijafikia hapo tunachukua hadhari. Unasikia infection, unaenda matibabu ya haraka na unapona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na unapona na inakuwa utumii dawa. Useme kama huu ugonjwa nimeuzoea. Haya matamshi imeenda kufilisisha watu wengi sana. Tafiti zinaonyesha ya kwamba dunia nzima watu wanatoka katika utajiri kuingia katika maskini kwa kadri ya bilioni 2. Dunia nzima yani bilioni ngapi? Bilioni 2. Watu wanatoka katika utajiri wanaingia katika umaskini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya matibabu na afya. Wacha sisi ambao kama ni maskini, sisi hatuna kitu. Tule tulale, sio?
Watu ambao ni matajiri wanazo pesa wanaingia katika umaskini kwa sababu ya hiyo peke yake. Bilioni 2 tuko tajiri. Kwa hivyo tujepushe. Kwa hivyo tuzungumzie yani kwa ufupi yani kidney stone yani tulisema ni figo. Kwa hivyo figo inafeli kwa mambo yale matatu tulisema. Kwanza ni kidney stone, mawe ya figo. Kuna sababu moja ama mbili inapelekea mwanadamu anakuwa na madini katika mwili, yale madini yanajijenga mawe. Sijui kama mshafahamiana hapo. Si kwamba ati mtu anakula mawe, ile mawe yanasaidia katika figo. Yani kama tulikuwa na hizi fikra tusafishe sasa hivi. Yale mawe ni kemikali ambayo kwamba inajiunda yenyewe katika figo. Si watu umekula mawe. Yani kama ingekuwa mtu akila mawe yale mawe ndio katika figo, basi watoto wadogo wote ingekuwa na mafigo wale. Ama watoto ni pale awali mawe, mchanga mawe, wanakula sana lakini mbona yasaki kule? Kwa hivyo daktari akikwambia wewe unaonekana ili unakula uchafu mpaka figo zako zimeanza mawe, muulize yani inakuaje? Mtu anakula mawe alafu anaenda katika figo. Kwa hivyo ile ni kemikali fulani ambayo kama inajenga katika mwili, ikienda ile kemikali kikaa hapo katika figo inaenda kufanya hayo mawe. Dawa yake nini? Dawa yake ni mbili. Kwanza urekebishe hiyo system ya kujenga mawe katika figo. Pili ule dawa kama itayayusha yale mawe. Khalas, hiyo ndio tiba yake mbili ambayo itakoshamaliza. Wa ila kama si hivyo, ukisema kama ufanye operation labda utolele mawe, inakuwa unafanywa kila baada ya muda. Unafanya operation ya kwanza utolele mawe, taba yanatatoka. Utaenda tena baada ya muda unafanywa tena operation ya pili ya figo kwa sababu ya mawe. Utaenda tena ya tatu. Hapa mshasikia au mje kusikia hiyo? Mtu amefanya operation 2 3 kwa sababu ya mawe katika figo. Ama hamna huko magonjwa haya? Sheikh hakuna huko? Yako. Kwa hiyo magonjwa kwamba kama hakuna basi musache inaonekana kwa kuna wagonjwa wengi huko. Musache haya magonjwa. Sawa sawa? Haya. Jambo lingine sasa ni jambo figo inakataa kuchuja maji. Sawa? Katika figo juu kuna kama yani vitujio vile. Kwa wale ambao kama ushachinja mbuzi wanaona juu kama kuna kama ile tundu ile inachukua. Kwa hivyo pale kunafanya kama uchafu. Maji inakuwa sasa haiwezi kusafishika. Sawa? Maji yanabaki katika mwili, kwanza yanaingia katika miguu. Kuna watu wengine wamefura miguu, kiangalia maji hapa chini. Maji yanafura katika miguu hapo, yakishajaa katika miguu yanapanda katika mikono. Yashapanda katika mikono yanaingia katika tumbo. Akishaingia katika tumbo hapo mtu sasa pumzi zinakuwa shida sana. Ukienda hospitali hapo njia ni moja pekee yake ya kufanywa dialysis kama mshasikia. Dialysis mshajua nini? Dialysis mnajua? Na ni kitu gani dialysis? Nataka hii yani ipate wajibu. Dialysis mshakusikia? Asante. Kusafisha damu. Kusafisha damu yani japokuwa ukistafsiri kama kusafisha damu kuna maswali mingi hapo hapo mtu kuuliza. Unafahamu? Hii ni lugha itatumika, lakini dialysis nini? Kutolewa maji. Basi hiyo njia fupi tu. Kwa sababu kama kusafisha damu siwezi kusafisha siku moja 2 3, sio? Kwa sababu gani mtu anasafisha damu miaka 2? Sasa hiyo damu yani mingi ya petroli aina gani mpaka isafishike namna hiyo? Dialysis kufanyaje? Kutolewa maji. Maji yamejaa. Kwa hivyo wanavutwa kwa njia ya hapo. Wengine wanavutwa katika mkono, lakini wengi wanavutwa kupitia hapo. Wanavutwa hapo. Inakuwa kila siku, kila wiki mara 2 ama mara 3. Kule Mombasa tunafanya kama na 12,000, 10,000 mpaka 9,000 sijui huko. Kwa hiyo kidogo kwa rahisi. Lakini alhasil ni kwamba hiyo njia inaendelea mpaka. Kwa hivyo kabla haijafikia hapo tunafanyaje? Kabla haijafikia hapo tunasema tunasafisha kile kichujio ili mtu asipate hiyo shida. Kusafisha ile kichujio basi mtu anakuwa anakujua mwenyewe bila kufanywaje? Bila kutolewa maji. Kwa hiyo isifikie huko. Na hata ikifikia huko basi tutafute dawa nzuri ambayo kama itaweza kufanyaje? Iweze kutusaidia. Tumefahamiana? Tumesema nini ya tatu ni gani? Kidney infection. Infection kama bado infection unatumia dawa za infection mpaka inamalizika. Haya ni magonjwa mawili nimezungumzia. Nimezungumza ugonjwa wa suara na ugonjwa wa figo. Nataka magonjwa mawili mengine muitaje wenyewe ndio tuyazungumzie. Pressure, asante.
Ugonjwa wa pressure huko sio? Ama hakuna huko pressure? Pressure ni nini? Pressure inajulikana Kiarabu kama dhaghtu dam. Dhaghtu dam ndio hiyo pressure. Hypertension wengine waita, katika kitaalamu hypertension. Ni kwamba kile kipimo cha juu cha pressure, yani ule mpigo wa moyo unakuwa ni zaidi ya 120 na kwa hivyo 130 na 40 na 50 na kuendelea mbele. Yani kipimo na majina yao systolic na diastolic. Wakati inapiga moyo na wakati unasimama. Wakati ukipiga inafaa una nguvu zaidi kuliko wakati inasimama moyo. Kwa hiyo ikipiga ni pressure ya juu, ikisimama ni pressure ya chini. Kwa hivyo ikipiga inatakana ipige kwa pressure ya 120 mpaka mwisho 125, usizidi huko tena. Ikianza kuzidi nasema huyu mtu ana pressure ya nini? Hiyo ni kipiga na inakusimama, yani kipimo cha chini inakuwa ni kama 80 90 hapo 90 80, isivuke zaidi ya 60. Tunashafahamiana. Kwa hiyo kuna sababu moja ama nyingine inapelekea mtu pressure yake inakuwa juu, kwa sababu labda cholesterol ana mafuta katika damu yake. Tunafahamu. Ama na thrombosis. Thrombosis ni damu kwa nzito. Ndio kwa sababu moyo unakuwa unapata shida kusukuma damu. Sisi tunajua moyo kazi yake kusukuma damu. Kwa hiyo mtu akiwa na thrombosis inakuwa mtu anafanyaje? Inakuwa shida ile ni moyo kupiga. Inabidi sasa utumie nguvu zaidi. Ukitumia nguvu, ukima pressure unaona pressure iko juu. Kwa sababu ya thrombosis. Damu inakuwaje? Inakuwa nzito. Ama kwa sababu cholesterol kuna mafuta. Kama kuna mafuta inabidi ni moyo usukume kwa nguvu zaidi. Tuko tumefahamiana mpaka hapo. Kwa hiyo hapo tunahitaji dawa ambayo kwamba itaenda kusafisha mishipa yetu. Inaenda kusafisha mishipa. Ikisafisha mishipa inakuwa ile damu ina flow vizuri na moyo unapiga vizuri. Inakuwa mtu hapa hana tena ugonjwa nini? Ugonjwa wa pressure. Lakini tukisema kwamba tunampatia dawa za kila siku za kukojoza mathalan. Sisi mara nyingi tunapata dawa za kukojoza, sio? Unaenda unakojoa. Yaani kuna mtu ambaye tumedawa pressure hapa. Mtu ambaye tumedawa pressure yuko kama hakuna. Tumuulize maswali. Hakuna. Kwa hivyo wale watu ambao tumedawa pressure wakimeza hizo tembe au hizo dawa kama wanapatiwa mara nyingi huwa wanakojoa sana. Anakaa muda anakojoa, anakojoa. Ukikojoa hata ni pressure inashuka chini, lakini inakuwa sasa bado hujatibu nini? Pressure, umeshukisha pressure, lakini pressure iko vipi? Iko pale pale. Mwisho wa kuisha baada ya miaka, si pale kwa pale, baada ya miaka 5, 6, 7 lazima nakutokea mambo mawili matatu. Lazima upate stroke, kwa sababu itapiga siku moja ishuta, kisha baadaye ifanyeje? Ikate mshipa ama ifanye block. Sawa, katika ubongo. Kwa hiyo unafanya stroke, una paralyze ama figo zinafeli. Ukiuliza sahihi 90% ya watu ambao wana stroke walikuwa na pressure. Mtu ukiamba mtu fulani amepoza mwili, muulize alikuwa na pressure, atakwambia alikuwa na pressure. Pressure ya kila siku ile. Ashazoea ni pressure yake hiyo. Ana hiyo pressure tu. Anakaa nao mpaka anafanyaje, mwisho anafanya stroke. Ama mwisho inafanyaje? Mwisho zinafeli figo. Mtu ukisikia figo zake zimefeli, sio lazima muulize kama ulikuwa na pressure, atakwambia yeye. Kwa hiyo dawa pressure nini? Tuende kutibu ile damu iweze kutembea vizuri bila pressure kukaa katika damu. Pressure ikaa katika damu kila siku umezoea miaka 4, 5, 10. Khalas, kuna siku tu itakuwa kitandani. Kuna siku tu itakufurusha miguu. Siku itakufurusha miguu tu unatoka kitandani. Kwa sababu gani? Figo zinafeli. Na vitu tumefahamiana. Hapo tumezungumza kiufupi kabisa kuhusu pressure. Dawa nini? Ni dawa tupate matibabu mapema. Kama ni thrombosis tupate dawa za kulainisha ile damu itembee vizuri, iflow vizuri. Na kama ni cholesterol tupate dawa za cholesterol, tutoe mafuta mabaya katika mwili. Wa ila kama si hivyo utataka kukaa nao kila siku na ule kila kitu, basi itakuwa maisha yako ni hivyo tena. Kama wewe ni mzazi, jua kwamba kuna siku utawatesa wanao. Wao kila siku unakuja kuangalia hapo, ukibeba kitandani, Idi hauna Idi, una Ramadhani hauna Juma, unakaa kitandani hapo kila siku. Kwa hivyo tuamkeni, tutafute matibabu. Si ndio? Tutafute matibabu. Ndio sallam anasema likulli da'i dawa. Kila ugonjwa una dawa.
likulli da'in dawa, kila ugonjwa una dawa. Yule ambaye kwamba alikupatia roho, alikuwa kwa huku duniani akakuleta, yeye ndio ambaye kwamba yaweza kukutoa magonjwa yote ambayo tumetaja. Umezaliwa ukiwa salama salimini, amekuhifadhi katika tumbo miezi 9, ulikuwa kwa una diabetic au una stroke au una chochote, uko salama kabisa, umekuja duniani umepata ugonjwa. Yule aliyokulinda miezi 9 katika tumbo anaweza kuondoa ugonjwa wa diabetic katika mwili wako. Yafaa pia tuwe na imani ya Kiislamu, sio? Unaamini kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio qadirun ala kulli shay. Allah anaweza kila kitu, kila jambo anaweza kufanyia. Muhimu kwanza uamini, pili utafute akhdhu bil asbab, utafute dawa, tatu ukae kitako umwombe Mwenyezi Mungu akuepushe na ugonjwa. Usiku wa manane ni wakati mzuri sana, watu wanaghafilika. Walau rak'atain omba dua ulale. Aina haja usome ufanye kunut ufanye nini, ala rak'atain basi yakfi. Amka tawadha rak'atain, yani mnajua thuluthul layl al-akhir, mnajua yani kuna wakati ambapo kwamba Allah anateremka paka ila samai dunia. Yani mnajua ni wakati gani huo? Yani thuluthul layl al-akhir ikianza kuingia saa 12 tayari ni usiku. Kwa hiyo piga kuanzia saa 12 sawa mpaka saa 12. Hayo masaa mangapi? Saa 12 mpaka saa 12. Masaa 12, yani kuanzia maghrib mpaka fajiri. Masaa 12. Haya yagawanye masaa, yani yagawanye mara 3. Masaa 4 sio? 4. Sasa hapa tunaambiwa thuluthul layl al-akhir. Yanzilu rabbuna ila samai dunya kama jaa fi sahih, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir, wakati inabakia ile thuluth ya mwisho. Ndio leo tumegawanya 4 ile, sasa yale masaa 4 ya mwisho yale, hiyo ndio thuluthul layl al-akhir. Sawa, kwa hivyo hapo itakuwa saa ngapi? Saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Itakuwa saa 7 ndio inaanza, si ndio? Kuanzia saa 7 ndio thuluthul layl akhir. Kwa hivyo saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Kwa hivyo thuluthul layl akhir inaisha pale fajiri ikiingia tu. Sawa, inapoadhiniwa thuluthul layl akhir na pale inaisha. Kwa hivyo kuanzia saa 7 mpaka saa 10, haya masaa 4 hayo, Allah tabaraka wa taala anateremka mpaka katika wingu wa dunia, ananadi nani ambaye kwamba yataka izza nimpatie, nani ambaye kwamba yataka ufalme nimpe, nani ambaye kwamba yataka mali nimpe. Lakini malasaf sote hapo tumelala, wanaamka wachache sana. Kwa hivyo time kama hiyo amka, mwambie Mwenyezi Mungu nimeitikia mwito wako. Na hii hadithi sahihi, sawa, siko ni hadithi ambayo kwamba fi makala na nini, hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anateremka mpaka katika wingu wa dunia. Tumefahamiana? Kwa hivyo uamini, utumie dawa na kuna muombe Allah tabaraka wa taala. Tuchukue ugonjwa wa misho mwingine tuzungumzie, alafu tutoe nafasi ya maswali. Asma. Alhayu anabi asma. Asma ni ugonjwa wa pumu. Unajulikana kama Kiarabu unajulikana kama maradhur rabu. Ni Waarabu wanaposema maradhur rabu wanamaanisha kwamba ugonjwa wa asma, pumu. Nafikiri ile swali tulipata ule msikiti mwingine unaitwaje ule? Umar bin Khattab, lakini hatukupata kufafanua. Kwa hivyo leo tutafafanua vizuri pumu ni nini na inakujaje na alama zake, na wapi ni matabibu wahabu wanakosea katika kutibu pumu, na wapi matabibu wale ambao wanafanya hospitali pia wanakosea katika kutibu hiyo pumu. Kwanza tumesema ugonjwa wa pumu unajulikana Kiarabu kama maradhur rabu, kitaalamu unajulikana kama asma. Ni ugonjwa wa pumu ambao kwamba ugonjwa kama huu ukija mtu anakosa kutoa pumzi vizuri, inakuwa haezi, oxygen haipiti vizuri katika mapafu yake. Tunajua oxygen inapita katika njia ngapi? 2. Imepita katika mdomo au imepita katika pua.
Kwa hivyo oxygen ikiingia inatakana ingie moja kwa moja mpaka katika mapafu, isipatikane yani hajiz, isipatikane kitu ambacho kama inazuia. Kwa hivyo mtu wa pumu inakuwa ile mapafu yake kuna inflammation. Sawa. Ile inflammation inapelekea kwamba inakuwa haiwezi kupitisha vizuri ile pumzi, haipitishi vizuri. Yaani ndio mtaona watu wengi wa pumu huwa hizi mabega zinapanda juu. Unajua kwa sababu gani? Analazimisha fanyaje pumzi zipite lakini haipiti. Kuna inflammation pale katika mapafu. Hizi ndio njia kupitisha hewa hizi. Kunafanya kama vile yani kama kamasi vile, yani nzito hapo. Anasikia apita kisha baadaye ashika kwa pumzi. Anavuta vizuri kisha baadaye ikifika hapa sema ya shiko. Anavuta tena. Ndio pale utasikia kama firimbi vile. Sawa, kwa hivyo katika ile mapafu hapa kuna nini? Inflammation. Kuna kama yani kama uchafu hapa, yani kama maji hivi ambapo kama ni mazito. Sio kama tumefahamiana mpaka hapo. Hiyo ndio asma. Kuna vitu vya kuelezea vingi kwa sababu gani tunashikwa nao nini, lakini kwanza tumalize hapa. Kwa hiyo huyu mtu inakuwa hapati pumzi vizuri, si ndio? Sasa sisi tunataka kumtibu huyu mtu. Na tushajua sababu nini? Muulize daktari yoyote aliyosomea. Mbona huyu mtu ana asma? Huyu mtu mbona oksijeni yake haipiti vizuri? Atakwambia kwa sababu kuna inflammation. Sawa, kuna inflammation katika zile mapafu. Sawa. Haya. Anapoenda kupata matibabu sasa anapatiwa nini? Inhaler ile. Sio kama mnajua. Kama kibofu hivi anapuliza. Akipuliza hizi njia zinapanuka hivi. Inakuwa sasa hewa inafanyaje? Ile mapafu yanapanuka, inakuwa ile hewa inafanyaje? Inapita. Anasikia nafuu, maskini nafuu. Lakini ile pumu itakuwa iko ama imeondoka? Iko pale. Kwa hivyo sasa utapata natija gani? Mtu anatumia inhaler mpaka anamaliza maisha yake. Kwa sababu tatizo liko pale. Kama si hivyo anaenda kuwekea oxygen. Ani kama dakika 2-3 anarudi sawa. Ile mapafu yanapanuka, anapata nguvu, ile mapafu yanapata nguvu, anaanza kupata vizuri. Hiyo njia ngapi hiyo? Njia ya pili. Ile njia ya kwanza hajasaidia, si ndio? Na njia ya pili hajasaidia. Njia ya tatu sasa. Njia ya tatu anapatiwa tembe. Kuna tembe ukimeza mapafu anapata nguvu, unaanza kuema vizuri. Na njia ya tatu pia itakuwa imesaidia ama bado? Amemsaidia kuhema, lakini ile tatizo limeondoka ama liko pale? Liko pale. Na hizi njia kuna watu ambao wanaenda ala tadarruj. Anaanza kwanza apatiwa tembe mpaka yamshinda. Anapatiwa kibofu, anapuliza, anaenda mpaka inamshinda. Anaongezewa yani nguvu, kibofu kingine kikubwa zaidi. Ikimshinda zaidi sasa inaikuwa anadungwa sindano. Ikimshinda zaidi inaikiwa oxygen. Lakini hizi njia hizi malasaf wengi wale ambao wanatumia la natija, hakuna natija yoyote. Sisi kama tumefahamiana, tuingie katika herbal sasa. Herbal wanafanyaje katika pumu? Alhamdulillah washajua kama hapa kuna yale makamasi na uchafu uko hapa. Wanataka kufanyaje? Wanataka kutoa ile uchafu. Wanatumia njia ya kutapisha. Sawa? Kuna watu hapo kama wanatumia njia ya kutapisha. Kuna kitu wanakufikiza kama iko hapa nitawaonesha. Nafikiri hapa ziko. Kama ni asubuhi naweza kuonesha au mtaoneshana. Kuna kitu unafikiza hivi alafu unaonekana kama sigara vile. Inawashwa ile zinaingia hapo. Ikiingia unatapika. Ama unatumia njia ya maziwa, unafanya kwa maziwa, unatia na shake kisha bado unakunywa. Unatapika sana. Unatapika na zile uope zatoka. Kwa hivyo unapata nafuu kubwa kwa sababu ile infection inatoka. Lakini hii njia kwa mimi siitumii, na wale watu ambao kama wanafundisha katika tiba zangu pia siitumii. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi kukadiria ule kutapika. Mtu anaweza kutapika kupita kiasi. Na kutapika atakana mtu awe na nguvu. Kuna wengine hali yao ni dhaifu sana. Labda mwanamke ama labda ni mtoto mdogo ama labda mtu ni mjamzito. Anatapika mpaka utamuona huruma, hata anaweza kukosa pumzi. Ndio maana wao wanakuwa na hadhari sana wao. Wanakuambia sijui usile asubuhi, uje siku gani, usifanye hivi, usile chakula gani, ili unajua utakutapisha na unaweza kupata taharuki. Lakini kama kuna njia rahisi zaidi bila kutapika na bila kufanya hivyo vitu, kwa sababu gani situfuate hiyo njia sasa? Sasa njia kama ile bakia pekee ni utumie dawa ile kuyayusha. Sawa? Njia ya kwanza. Njia ya pili
utumie dawa ile uende kuenda chooni, ukienda haja kubwa zinatoka zile kama si zote. Na hizi ndio njia kwamba mimi natumia kwa wagonjwa wangu, ima utoe ukachoo ama ende ukaosha. Khalas, hiyo ndio njia kwamba ni salama. Hatuseme tu basi hata kama basi hakuna basi tumtibu hivyo, la, tunataka njia salama. Ndio njia ziko nyingi tutoa, lakini tunataka njia salama ambayo kama itatupatia mafanikio. Niki mnavyoniona mimi nilikuwa na pumu hapa, sidhani kama kuna mtu ana pumu zaidi yangu alikuwa. Nilikuwa na pumu, yani wazazi wangu waliteseka sana na ugonjwa wa pumu. Mpaka nikakuwa mkubwa, mpaka mwenyewe nikahisi yale mateso. Mpaka picha zangu nilikuwa mdogo niko nao. Nikimeza madawa tu hapo. Niza madawa ni madawa. Kila mwezi lazima. Kwa mimi nahesabu siku 30. Siku nikipona nahesabu siku 30 mimi nashukua na pumu. Ndio mpaka sasa hii mgonjwa akija ofisini kwangu akiniambia na pumu huwa nasikia huruma fulani huwa inanipata, kwa sababu najua ni ugonjwa gani na unafanya athari gani katika mwili. Kuna watu ambao wanapoteza maisha kwa sababu ya ugonjwa wa pumu. Taban si ugonjwa mkubwa ambao kama unashtua, ni ugonjwa ambao kwamba mtu akitibiwa vizuri miezi mmoja miezi miwili inapotea kabisa, khalas anasahau pumu moja kwa moja. Pumu kitaka isitake, na pumu kitaka isitake inapotea tu. Au kama nataka majaribio tunaweza tukajaribu hapa na mtu mmoja, kama mnamjua mtu ana pumu sana, tutoe matibabu, hiyo ni sadaka yetu, tusimchaje hata shilingi. Daru Ilaji isimamie matibabu ya bure tumpatie. Na vile tuko na ofisi hapa, tutakuja kila siku, tutakuwa tukimhoji na tumsikie atuambie kwamba ugonjwa wa pumu umeisha kabisa kabisa. Sawa. Kwa hiyo hii ni homa tunawapatia. Hii nini? Homa. Mtafute hichi kijiji, hata kama si labda mtu ambaye yuko nyumbani, mtu ameshindikana kabisa wa pumu. Ana pumu na mfanyaje? Imeshindikana. Si zile pumu za kawaida, sijui ile baada ya miezi moja miwili, ni pumu sawa sawa, mtu mkimshika imemshika. Tumpatie matibabu ya bure. Hiyo hii ni sadaka, na Allah atie taufiki na apone. Kwa uwezo wa Allah anapona. Sio tumefahamiana mpaka hapo. Kwa hivyo hii ni homa mtanipatia. Sheikh wangu yuko hapa, mtampatia kama huyo mtu na jina lake, na yeye alaka anajua ofisini, naweza kuja naye tukamwanzishia matibabu inshallah. Sawa. Lengo letu na ufalme wetu ni katika kutibu watu, si kuuza dawa. Hii ndio mambo kwamba kitu pekee hapo kama imetofautisha sisi na watu wengine. Sisi tusingefika hapa kwamba tumefika na tukafanya ile kwa tumefanya, isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kulenga kutibu watu. Leo kama nilikuwa nataka kuuza dawa, sisi tumekuja magari mawili hapa, tungebeba dawa ustadhi hapa. Tungebeba dawa na mgenunua tu hapa. Tungeleta madawa hapa. Tukasema hii 500, 600, 700, si hapa tungetoka na pesa nyingi. Lakini hizo zitatufaidisha nini sisi? Kesho nikishukuza sisi tuingie makaburini. Hizo pesa tutazipeleka wapi? Lakini mtu mmoja akipona, umeponesha familia nzima. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi tukija hapa ni darasa tu, upande wa dawa na upande mwingine hiyo ni mambo mengine. Lakini tumefahamiana mpaka hapo. Kwa hiyo nitatoa nafasi ya maswali. Kama kutakuwa na maswali inshallah mtatuuliza. Kwa wale ambao kama tunajua tutajibu inshallah. Kwa hivyo mnafunza kuuliza maswali, ugonjwa wowote ambao kama unaojua. Ugonjwa wowote, kwa free kuuliza ugonjwa wowote ambao kama unaojua. Shaka ugonjwa wa ulcer. Ugonjwa unasumbua watu wengi sana. Matibabu unakunywa dawa, lakini ulcer bado ziko pale pale. Unaenda kwa dawa za Masai, hospitali, lakini bado unapata ulcer ziko pale. Sasa ukiuliza zaidi unaambiwa ni fikra. Lakini hakuna mwanadamu anayeacha fikra katika ulimwengu. Lakini kwa nini usipone? Ama zisipone sasa? Swali zuri sana. Kina mama mnaweza kuandika maswali yenu alafu tutakuja kusoma huko. Alaka hapo nani? Sheikh anatuuliza kwamba huu ugonjwa ulcer zinasikia hauponi katika hichi kijiji ni vipi? Anaambiwa ni mawazo, na watu wengi wana mawazo, mbona hawana ulcers? Naweza sema kwamba ulcers hausabii kama ni ugonjwa kabisa. Mimi nikipigiwa simu na ofisi kama kuna mtu ana ulcers, hata huwa siende kumwangalia, huwa anapatiwa dawa moja kwa moja.
Kwa hiyo ulcers si ugonjwa wa kushtua kabisa, ni ugonjwa wa kufunga macho na kutibu, hata si ugonjwa wa kushtua. Ulcers sisi tunatibu kwa dozi ya siku 14 mpaka siku 22, hasa imeisha. Ulcer ikitaka isitake, ikitaka nataka mrudia maneno, mseme ikitaka isitake. Ulcers ni nini? Ulcers ni vidonda. Mbona kidonda, ukiona kidonda hapa kinapona kiko katika tumbo, yani kisipone. Sasa hivi wewe ukitembea ukigutika ukipata kidonda katika mguu, yani huwa kina yani muda gani ndio kipone? Wiki moja labda mpaka siku 22 zinakuwa ile kidonda hapo kimepona. Na ulcers ni kidonda katika tumbo. Mbona hicho katika tumbo kipone, hii change kinapona? Aya, sasa hapa kuna kitu kimoja. Katika kutibu ulcers watu wanakosea wapi? Hakuna ulcers inakuja isipokuwa inakuja na sababu. Sawa? Kwa hivyo watu wanatibu ulcers lakini hawatibu kinachosababisha ulcers. Sio kama tuko pamoja hapa ama vipi? Ulcers haiji peke yake. Ulcers ni lazima imeletwa na kitu. Kuna vitu viwili vikubwa vinaleta ulcers. Kitu cha kwanza ni acidity. Mtu anakuwa na gesi kali. Ni gesi ni kitu kama kinachoma, kwa hiyo inachoma ule utumbo. Ikichoma utumbo inakuwa ile tumbo inafanya vidonda. Sasa ikifanya vidonda pale inakuwa mtu ana ulcer. Kwa hivyo daktari anakuja na kupatia dawa ya nini? Ya vidonda. Vile vidonda unapata dawa ya vidonda, yani dawa za ulcers, lakini dawa za acidity hakupatii. Labda anajua anafanya kusudi ama hajui. Sawa? Kwa hiyo natija inakuwa nini? Unasikia nafuu kidogo siku 2-3 inarudi tena, kwa sababu ile acid iko pale pale inachoma tena, inarudi tena. Unapona siku 2-3, wiki moja unaenda kwa mpaka maisha yako yote. Ndio Allah anasema mbona haiponi? Inapona vizuri habibi. Siku 22 mlete mgonjwa. Kama kuna mgonjwa amesumbuka na ulcer mlete ofisini. Tunahesabu mpaka tarehe sisi. Tunasema mpaka tarehe. Siku anachukua mpaka siku 22. Hiyo sababu ya ngapi? Ya kwanza. Na sababu ya pili, kuna wadudu ambao wanajulikana kama H. pylori. H. pylori ni wadudu ambao kama huwa wanakuwa katika tumbo, wanakula utumbo. Sawa? Kwa hivyo kama hauli hao wadudu, unapata tu dawa za kuziba kidonda. Inakuwa unaziba kidonda, wala wadudu wanafanyaje? Wanakula. H. pylori, mshawahi kusikia H. pylori? Ugonjwa wa ulcers unajulikana Kiarabu kama kurhatul batan, yani ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na usi ugonjwa kama nilivyoelezea, huwa hatuhesabu kama ni ugonjwa. Mtu akija ofisini hata huwa anapatiwa dawa bila hata kuangaliwa, hata singine hata ripoti pia tusome. Sasa kwa hiyo ugonjwa hesabiki kama nini? Yani ulcer hesabiki kama nini? Ni ugonjwa. Sawa? Ni kitu cha kupita njia tu, siku 2-3 خلاص unakula kila kitu. Unakula kila kitu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ni mbona wale maprofesa wakubwa na nini, watu wakubwa wanakuja wanakula kila kitu, sisi hatuwezi? Sisi mtu mdogo tu hapa hawezi kula kitu. Sisi tuna tofauti gani? Ama sisi tuna maasi gani ambao kwamba watu wakubwa watu wasema ni stress? Kama ni stress wale marais na mawaziri wale ndio wana stress makubwa zaidi. Sasa mbona wale wana ulcers wale? Sisi hapo kama tuna pesa ndio ambao tuna watu mtu ana biashara za magari, ana biashara za meli. Mara leo apigiwa simu meli yake imezama. Mara leo mtoto wake ameshikwa sio nini. Mtu yuko na mtu akina bodyguard kwamba wakati wote aweza kuuliwa, sio? Sasa mtu ana stress ya kifo. Wewe stress yako kubwa labda leo unafikiria utakula nini ukitoka hapo. Hiyo ndio stress yako kubwa. Ama labda unapata kitoweo ama hujapata kitoweo. Mtu ana stress sasa hivi anaweza kuuliwa. Alafu ana ulcer huyo. Anakuja pale anaalikwa, anakula kila kitu. Anakula vizuri tena. Alafu na vitumbo. Yaani mtu unajua wewe ni watoto wauliwa. Alafu una kitumbo kilo 2. Mtanisamia kama kuna mawaziri hapo, mtanisamia. Sawa sio? Sawa. Swali lingine inshallah. Tutataka ile magonjwa makubwa hizi ulcer hizi magonjwa madogo hizi tuache. Magonjwa makubwa. Ngoja tukukaribisha yule. Sawa? Alafu tutakuja kwako. Naam habibi.
Nini? Wa nini? Alaka anauliza kuhusu mshipa. Mshipa yani matatizo ya mishipa iko aina nyingi. Sawa? Mshipa kuna mshipa wa acidity wa gesi. Mshipa wa acidity una tabia kuzunguka, mara uko hapa, mara uko huko mbele, mara ingia katika bega. Kuna mshipa wa hani ya ngiri. Sawa? Na mshipa yote kuna dawa zake wa acidity. Asante. Dawa yake mara moja hiyo. Siku 7 hiyo imeisha mshipa kabisa, una tena mshipa wote. Hiyo pia si ugonjwa hiyo. Kuna mshipa wa sciatica. Lakini hasili hiyo somo lake itakuja siku nyingine. Na swali lingine yani shamaliza sio imeisha. Ni mshipa wa seli ambao tumezungumzia. Wiki moja imeisha hiyo kabisa, utasahau. Naam. Kuna shida kulikuwa kuna wakati na mzuri na katika masuala sahihi, kuna shida moja ilitokea na kama ni shida ya maana ninao sahihi, sio Mungu atakwenda kumfanyia hiyo shida. Kutoka mfano nikienda kama safari, siwezi kuzimikojo kwa muda mrefu, lakini zangu nikapoliwa sahihi kakaa kama misali moja ama nusu saa kanijia tena kwa haraka. Ndio ndio ile safari. Lakini za kwa misali moja na nusu kanibana sasa sika uchungu. Kwa sababu ile mikono kama na wale sangine wanakwambia ukienda safari mpaka ufike pale ndio yake safari ni barabarani. Sawa, una miaka mingapi mzee? Mimi nimefika 4. Tumefika. Sasa hiyo swali lako limeisha. Sasa ni hivi, mzee wetu anasema ana shida ya kujua kila wakati. Sawa. Shida ya kujua kila wakati inarudi katika sababu 3 kubwa. Ukimwona mtu anakojua kila wakati ana sababu ngapi? Sababu 3. Hiyo ni kwa mwanamume. Kwa mwanamke ana sababu 2. Sawa? Yaani mwanamume ana sababu 3 ya kujua kila wakati. Kwanza ni sukari. Mtu anakojua kila wakati kwa sababu ya nini? Sukari. Pili, kuna ugonjwa unaitwa kama prostate. Tunajua prostate, tezi dume. Kiarabu inaitwa ghadda prostate. Tezi dume. Hiyo ni sababu ya ngapi? Sababu ya 2, inakufanya ukojoe kila wakati. Sababu ya 3 ni kibofu kuingia baridi. Kibofu cha mkojo kufanyaje? Kuingia baridi. Kwa hivyo nikikuhoji maswali mawili matatu nitajua wewe uko wapi hapo. Ama labda wewe mwenyewe kwa maelezo utaona. Kwa sababu kila mmoja ina dalili zake. Kwa hiyo kukojoa kila wakati kwa sababu ya sukari ina mambo yake, kukojoa kwa sababu ya prostate ina mambo yake, na kwa sababu ya kibofu cha baridi kwa pia ina mambo yake. Kwa hivyo waweza kunifuata na yoyote hapo tunatibu. Kama ni prostate tunatibu, kama kimeingia baridi tunatibu, kama sio tunatibu. Sawa sawa? Inaisha hiyo kesi mara moja. Naam. Naam. Swali zuri sana limeulizwa. Swali limeulizwa la kitaalamu. Kuna wengine ambao kwamba wanaitaka kuipata tofauti, sawa sawa, na kuna wengine ambao kwamba hawaipati tofauti, wanaona kama ni kitu kimoja. Hususan upande wa hospitali, mtu anaambia hizi dawa za acidity ndio hiyo dawa za ulcers. Sawa? Lakini tukisema ni tofauti, yani dozi ni ile ile. Tukisema ni kitu kimoja, dozi ni ile ile. Yaani kwa upande wangu kama nakuitibu. Sawa sawa, kwa hivyo uiweke kando kando inatibika, ukiweka pamoja pia unafanyaje? Inatibika. Dawa ya hiyo ulcer acidity sisi tunapata dawa 4. Kwa hiyo kama ni acidity, kama ni ulcer, kama ni gesi, kama ni H. pylori inaenda tu. Sawa? Huko ndani tena kuna ndani urefu lakini haina haja. Sisi tunataka tu kutibu. Huko ndani urefu sasa tuna haja nao. Tofauti yake ni nini hii na hii na hii? Sisi tunataka tu mtu leo tumempatia dawa, baada ya wiki moja mbili akija hapa msikitini aseme bana mimi nimepona. Saina na kila kitu. Sawa? Ndio.
kununua pesa hizi. Ndio. Wakati wote asubuhi ama nikila ama nikitoka naweza kuoga. Wakati wote ile ndio na hospitali ya Sani na sina takriban na mpaka sasa inshallah umepona mzee. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimepona. Kuna wakati mtu yani hizi shida zinakuja mara mbili. Ima inakuwa ni shida ya moyo, lakini alhamdulillah amesema amepima na moyo. Ima pili inakuwa ni acidity, yani gas. Ni gas pia inafanya mtu inakuwa na shida ya mapigo ya moyo inakuwa tofauti. Hususan acidity ambayo kama inajulikana kama reflux. Sijui kama mshasikia hiyo jina ya reflux. Mnajua reflux. And reflux ni tatizo ya acidity ambayo kama inasababisha mpaka mtu moyo. Na amesema amepima aone kitu kwa sababu gani gesi haionekani katika vipimo. Yaani gesi ni upepo. Si mshaona upepo? Upepo sahihi hapa twahisi lakini hatuoni, si ndio? Ndio hivyo. Kwa hivyo anapima hakuna kitu lakini moyo yeye anahisi. Kwa hivyo ana acidity nyingi katika hiyo mishipa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukitibu hiyo na huo moyo pia unaisha. Kwa uwezo wake Allah. Sawa sawa. Inshallah umepona mzee. Karibishe maswali mawili ya mwisho alafu tupate salatu al-isha. Naam. Indication. Flank spines. Hizi zote ziko sawa lakini za indication. Ni ripoti yako hii. Naam. Sawa, wacha tutaiona baada ya swala. Sawa, utatumia ripoti. Naam. Msikiti huu hauna maswali mbona? Na maswali yake ni maswali madogo madogo sana. Kwa sababu gani hauna dawa? Hapa kuna kama maswali mawili matatu, mengine kama tushajibu hapa. Naona maswali takriban yote hapa kama tumeyajibu, lakini yote tutarudia kwa haraka. Akasema anauliza kuhusu mshipa wa kuzunguka kwa mwili. Na vitu tumeelezea, si ndio? Tukasema ni acidity. Mshipa unapozunguka katika mwili unakuwa ni acidity. Inataka kutoa pumzi lakini haina sehemu. Kwa hivyo inatafuta sehemu yoyote ambayo yataka kama vile iheme, haiwezi. Kwa hivyo inapita huku, ikipita huku, ikipita na huku. Kwa hivyo huu mshipa wa acidity, unapotibu acidity basi mshipa pia unapotea. Haya, anauliza hii hapa pia pressure. Pressure tumezungumzia kwa urefu sana. Sawa sawa, pia pressure tumezungumzia kwa urefu. Asema mwili kuuma. Mwili kuuma hii hatujazungumzia. Mwili kuuma kuna aina mbili tatu. Aina ya kwanza inawezekana ni arthritis. Ugonjwa unajulikana kama arthritis, yani alamu fil mafasil. Ama wengine waita gout. Yani maradhu an-naqras, wengine waita hivyo. Kiarabu inaitwa naqras, yani uric acid ama gout. Hiyo inasababisha. Pia vile vile mwili kuuma inasababisha labda kwa mtu ana ugonjwa wa sukari ama pressure. Vile vile pia mwili kuuma labda kwa sababu ya ugonjwa ya misuli hii. Unajua mifupa inashika misuli. Yani misuli upa inauma. Yani fibromyalgia. Hiyo ni ugonjwa ambao inaingia katika misuli. Hii misuli inalegea kabisa, mtu anakuwa anaumwa sana. Misuli yote hii yani mtu anakuwa anaumwa. Sawa sawa, fibromyalgia. Asema meno kuuma. Meno si ugonjwa pia kabisa, wala msitoe meno. Kuna watu wengine watolewa meno. Mama kumtoa meno huko. Yaani mtu jino. Meno si ugonjwa. Wazee mbona mkasirika sasa? Meno yanamuumiza.
Msitoe meno. Mimi alafu mtakula vipi nyama huko? Haya, meno yatolewi. Muulize daktari anakutoa meno, mbona unanitoa ile jino? Sio inapofahamiana. Jino huwa kuna mdudu. Sawa. Bakteria huwa wanakula ile sehemu. Hususan unapokula sukari ama vitu vingine kama vitamu. Kwa hivyo wanakula washamaliza ile sukari, sasa wanaanza kushika hizi fizi. Sawa. Inakupelekea sasa inabidi sasa utolewe ile jino. Kwa sababu anakula akimaliza anakula fizi, akimaliza anakula ile jino lenyewe. Jino linaanza kuoza. Linauma sana. Unaenda kutolewa. Hiyo unatolewa la kwanza. Sawa. Unaenda unakaa vizuri, unakula vizuri, unacheka vizuri. Mara unasikia tena jino la pili limeshika. Unafanya process inaenda kutoa la pili. Ama hakuna hiyo jamani? Iko. Process ya pili unamaliza, ya pili unaomba sasa la pili ushamaliza, unakaa vizuri, unasikia tena la tatu limeshika. Sasa tatizo liko wapi hapa? Mbona huyu mtu atolewa majino? Kama ingekuwa afadhali inatolewa moja, kila moja ingejua bana mimi tu ni moja. Lakini la kwanza, la pili, la tatu. Sababu ni nini? Unasikia ni bakteria wako ndani. Au bakteria ukichukua ile jino ukitoa, wale bakteria watatoka wote. Inabakia mayai pale ndani. Wale mayai wanazaana tena hapo ndani, wanakula tena nyingine. Ama yule bakteria anaweza kunyata jino lingine hata mtu asijue. Sasa kwa hivyo dawa ni nini? Tunaua wale wadudu. Tunafanyaje? Tunaua wale wadudu. Wanakufa, unabakia na meno yako vizuri tu. Dawa yake ndogo ajabu. Sawa. Nataka kijiji kisifike kwamba watu wote wanazeeka na meno yao. Watu wanazeeka na meno yao. Kwa hivyo ni meno si ugonjwa. Sasa ni sawa ama si sawa? Sawa, nisonge mbele ama? Na ziko dawa aina nyingi sana. Dawa aina nyingi sana za jino. Kuna dawa mimi nayo ya kusukutua mara moja mbili khalas, hapo jino linaacha. Hapo jino likitaka lisitaki linaacha hapo. Hiyo dawa ni kemikali, ni sumu. Kwa hivyo ndio mara nyingi wasa iko ofisini. Mtu akitaka nimtengezee hii iko kwangu nyumbani khalas. Mtu akitaka nampatia, na mtu hata imalizi. Unasukutua mara moja mbili tatu khalas, unasahau jino kabisa. Hata kama lina tundu. Ni tundu kutakuziba mwenyewe, anaenda kuziba. Lakini masala kuuma, jino limeuma, mara wajishika hapa, mara wasikia meno, mara wasikia kisunzi, hakuna tena, hiyo inaisha kabisa. Unasukutua mara ngapi? Mara ya kwanza, mara pili, mara tatu, jino linaacha hapo. Likitaka lisitaki, likitaka sasa tusonge mbele, sio kama mtu anaswali katika hiyo mambo ya meno. Kama msharidhika nisonge mbele. Aya, anauliza hapa maradhi ya sukari. Sijamaanisha yani hapa sijafahamu na maanisha nini maradhi ya sukari. Lakini nafikiri kisukari tumeongelea kwa urefu, si ndio? Kwa urefu tumezungumzia kisukari. Labda kama anauliza athari ya sukari. Kuna maradhi ya sukari na kuna athari ya sukari. Yaani maradhi ya sukari ni mtu amepimwa leo na sukari, baada ya mwezi, baada ya wiki huwa ana sukari, sawa. Lakini kuna athari ya sukari. Mtu anao miaka 5, anao miaka 6, kuna athari zake. Ni ile macho yanapotea, yanapoingia na damu, ni figo zinafeli ama moyo. Sasa anapata vidonda viishi, yani nguvu, yani hisia, yani anakosa kabisa. Hizi ni athari zake ziko nyingi. Sawa. Na hizi nazo pia tuna dawa zake zinaisha. Pressure tushazungumzia. Hernia ndio tujazungumzia nafikiri, si ndio? Hernia tujazungumzia. Hernia au ni mshipa. Yaani mwanadamu ana ngozi kama 2 hivi ama 3. Kuna hii ngozi ya juu kama tunaiona hii. Hii ngozi ya juu haishiki tumbo. Unafahamu? Ndani kuna ngozi nyeupe. Ni kwa wale ambao kwamba washachunja yani vile ni mbuzi. Ushamkata hivi, ile tumbo linatoka lakini alianguki, kuna ngozi nyingine yani kama nyeupe hivi, ngumu. Ile ngozi ni ngumu sana. Tuna ile ngozi Allah amejalia yani ina sense.
yani mtu weza akadungwa hapa kisu, lakini ile ngozi isikatike, anakatika tu hapa juu, anatoa damu khalas. Lakini mtu anadungwa kisu mpaka ile kisu kinatoa utumbo, yani si rahisi, nadir sana. Ile ngozi ina sense. Kwa hivyo mtu anapodungwa kisu, yani ile ngozi kisensi huwa inarudi nyuma sana. Kwa hivyo ikirudi nyuma, hii ngozi ya juu ndio kwamba inafanyaga nini, inapatikaniwa. Mtu anatoa damu nini, basi khalas inaisha. Sijifahamiana, ile ngozi nyeupe ile ina sense, inajua hii ni kisu kinaingia, kwa hivyo inasonga nyuma. Sasa hiyo ngozi hiyo, kuna sababu moja ama mbili inaenda kupelekea inafanyaje, inakuwa laini. Ikiwa laini inakatika ama inaanza kuwa soft, kwa hivyo inakuwa mtu anafura hiyo hernia katika sehemu yake ya utumbo ama sehemu ya hernia. Ziko aina 4 takriban. Ziko sehemu ngapi? Ziko aina ngapi? Sehemu aina kama 4. Kuna hernia kama ni hernia za maji, kuna hernia za mishipa za kawaida. Hernia za maji zinafurisha watu huko chini. Sawa, mfano zake ni mkubwa, lakini alhasil dawa zake ni moja. Mtu anaje kufanya operation, mara nyingi mtu akifika hospitali anafanya dawa za operation, anafanywa nini, dawa za operation. Kama si hivyo, kuna hernia ambayo inashika katika kitovu, inakosesha mtu pumzi, inakubana yani unakosa pumzi. Sawa, huo ni mshipa unabana sana. Unaenda hospitali unadungwa sindano, kuna sindano hasa ya hernia inaitwa Christi pain. Inaitwa Christi pain. Ukidungwa sindano hernia inaacha hapo inaacha. Lakini inakuwa sio dawa, kwa sababu inabidi sasa ukishukua tena urudi tena, ukishukua tena ufanyaje? Kwa hivyo Christi pain inasaidia sana. Takriban hospitali zote wanao. Mtu shukua na hernia haizi toa pumzi, akishikwa akipelekwa na hernia anadungwa sindano. Akidungwa tu Christi pain hapo inaachia. Sawa, tunaona tufunge maswali kama naam. Hiyo ita bawasiri. Huo si ugonjwa pia huo. Na kama huo si ugonjwa, bawasiri ni ugonjwa wa kutibu tu, ni muda mchache sana. Bawasiri ziko aina 3, ima itoke damu, ama itoke nyama, ama itoke maji. Na zote aina 3 zinadhibitika vizuri tu, na kwamba si ugonjwa. Bawasiri inasababishwa na constipation. Kwa kitu kinajulikana kama constipation. Mtu kabla ya kushikwa na bawasiri anashikwa na constipation, ndio bawasiri inakuja. Kwa hiyo unabidi unajitibu mapema, la sivyo utaenda huko ufanywe operation. Inakatwa ile nyama, inakatwa. Na ni hatari sana. Inaweza yani hiyo operation ikapita vizuri, lakini lao kama hajapita vizuri inakuwa ni shida sana. Nimeshaona kwa mgonjwa mmoja alifanya operation, alipokatika kuunganishwa, aliunganishwa paka ile tundu ya kutoa haja pia ikakuwa ni shida. Yule sijui daktari alisema nisahau kushona, akashona akafikiri kama anashona pua, sasa akashona yote. Akafunga kabisa. Mtu akienda haja itoki. Ikabidi apelekwe tena afanye tena operation ya pili. Kwa hivyo kama imepita kwa salama ni sawa, kama hajapita kwa salama sasa inakuwaje, wasemaje? Kwa hiyo usifikie huko. Siku 22 mpaka siku 32 mtu bawasiri inaisha na nyama inarudi zake. Na nyama inarudi ikitaka, nataka mseme ikitaka, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mpaka hapa nitafunga maswali. Nafikiri maswali yatakuwa yameisha. Kwa mingi zaidi nitampisha Sheikh wangu alinikaribisha hapa atoe kalimatu shukri, alafu mkihitaji namba labda atawapatia, na mkihitaji ofisi labda tutaonana, na kama mtakuwa sawa basi ndio tutakuja kuwatembelea kila baada ya miezi miwili pia kwa ajili ya darasa. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, jazahullahu khaira alakh kwa time yake, mashallah, na ametoka mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tadawu ibadallah, fanyeni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Tadawu ibadallah, fanyeni dawa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Fa inna Allaha lam yad'a daa illa wada'a lahu dawa, Mwenyezi Mungu hakuleta maradhi isipokuwa ameyaletea dawa. Kwa hivyo kama alivyosema la
tutafute dawa kabla maradhi hayajakuwa makubwa. Na katika msafara huu wa kheri wana program za kuleta dawa za yani kutibu, kusaidia watu yani. Alhamdulillah, juzi walikuwa Lamu, mashallah tabarakallah, wametibu watu wengi huko. Na sisi inshallah kwa wale ambao wenye magonjwa ambayo ameyataja, la mengine amesema si magonjwa yote, inshallah tutataka utusaidie pia upande huu inshallah. Kwa hivyo tunatarajia Jumamosi ijayo inshallah, tunakuomba uje inshallah. Pia tutapata zile listi za wale ndugu zetu ambao tuko nao hapa na wale wengine wako majumbani, tutakuja kwa wingi, matibabu yaanze inshallah biidhnillah. Kwa hivyo inshallah mtu yote ambaye atakuwa ni mgonjwa anione mimi, tumuandike jina, ama muone ndugu yangu Sheikh Ibrahim ama Alamin, kuna Salim, tuko wengi mashallah. Tumuandike jina, alafu ndio Jumamosi ijayo inshallah, next week matibabu yaanze rasmi. Wajazakumullah khairan, na Allah awalipe kila hatua, Allah yake katika mizani hasanati. Na inshallah al-akh imamu wetu atutilie dua inshallah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالخير واختمنا بالخير. اللهم اهدنا بالخير واختمنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا وانصرنا قلوب الحاسدين والباغضين والساهرين والمعوذين من الجن والناس أجمعين. اللهم يا محول الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مسبب الأسباب سببنا الأسباب وافتحنا الأبواب. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على دينك. اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.